kauli mbiu no reforms no election. Naomba mnisikilize vizuri, mjue njama za Chadema katika kuhatarisha amani ya Watanzania. Walipotoa kauli hii, waliandikia barua balozi mbalimbali na wengine walisafiri mpaka nje ya nchi kwenda kuwaomba balozi na hizo nchi ziwasaidie ili wazuie uchaguzi, yani wawape nguvu Chadema wazuie uchaguzi. Walipopeleka barua katika balozi hizo, niseme nisiseme? Walipopeleka barua na waliposafiri na kuonana ana kwa ana, balozi na nchi hizo waliwahoji sana, wakawauliza, jambo la kwanza, nyinyi mna uhakika mnao uwezo wa kuzuia uchaguzi? Wakasema ndio, tunao uwezo, tutatumia nguvu ya umma. Wakawaambia, sisi kwa rekodi hii ya CCM kushinda serikali za mitaa kwa 98%, tunaamini CCM ndio yenye nguvu ya umma. Baada ya hapo wakawatahadharisha, wakawaambia ingekuwa jambo jema mngeshiriki uchaguzi, baada ya uchaguzi mje muombe mabadiliko haya. Wakasema haiwezekani, sisi hatutaki kushiriki uchaguzi. Na wenyewe wakasema tunaenda na shinikizo hili ili kuisumbua serikali na Chama cha Mapinduzi kama mkwala, alafu watusikilize. Wameona kimya, sasa wamekuja na mpango mbaya. Niseme nisiseme? Mpango wa kwanza ilikuwa wapite kuhamasisha wananchi, alafu wahamasishe vijana wafanye fujo. Wamepima, wamejua nguvu hiyo hawana, wamepima hawana kukubalika kwa kiasi hicho, na sasa bila woga, naomba niseme hadharani, Chadema wanakusanya fedha kwa kisingizio cha kwenda kuandaa umma ili wakatae uchaguzi, ili wasimamishe uchaguzi. Lakini kuna agenda asiri. Hawa watu na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania, wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tone tone, eti ikifika wakati wakanunue virusi vya Ebola na Mpox ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike. Wako tayari kuwaumiza Watanzania kwa kupandikiza virusi vya Ebola wakati wa uchaguzi ili uchaguzi usimame. Huu ni mpango wa siri, wanauratibu, na kwamba huko wanakopita au mchango unaofanywa ni wa kukusanya fedha. Wameshakutana na watu wanunue hivyo virusi, eti ikifika wakati wa uchaguzi, miezi ikikaribia, sisi hapa tuugue Ebola na Mpox katika Tanzania. Naomba niwatahadharishe Watanzania, hawa hajafikia katika level hizo, hajafikia katika ubinafsi wa viongozi wanaoratibu jambo hili. Hili ni jambo la hatari. Chadema na wenyewe wapo watakao kufa katika hili, lakini
lakini wenzetu wengine hawana familia hapa Tanzania. Tushindane kwa hoja. Kwa hiyo mnaochangia tone kwa tone, mnachangia kwenda kununua virusi vya Ebola ili waje waviingize Tanzania. Kwa hiyo hilo bakuli linalopita, na watakapopita watakuwa wanaomba hela, ili fedha hizo wameshakubaliana na watu kwamba kazi hii tunao uwezo wa kufanya. Ikifika mwezi wa 9, nchi nzima itakuwa watu wanaumwa Ebola, hakuna kwenda kazini, hakuna kwenda kupiga kura, na washangilie kwamba tumezuia uchaguzi. Hili ni jambo la hatari sana. Na sisi tumeamua, na hasa mimi nimeamua kulisema hadharani kwamba wenzetu wana mpango mbaya katika taifa letu. Kwa makusudi kabisa na masilahi yao, wanapanga mipango michafu ya kuiangamiza Tanzania. Mimi niko tayari, nitalisema popote. Najua kesho wanaanza ziara zao Mbeya, na mimi na Chama cha Mapinduzi mguu kwa mguu, watakapopita tutakuwa nyuma yao na tutaambia Watanzania mipango michafu walionayo. Kwa hiyo hao ndio viongozi tulionao ambao wako tayari kupata madaraka kwa kuangamiza taifa.